Halo, mambo vipi? Karibu tena katika mwendelezo wetu mafunzo ya regular PHP, na leo tunapiga hatua iliyo bora zaidi ambapo tutakwenda kujifunza functions zingine mbili muhimu katika PHP ambazo ni end function na current function. Kwa nini function hizi ni muhimu? Ni kwa sababu zinatuwezesha kuweza kutumia sehemu ya array kwa maana ya data zilizo katika array ya mwanzo au ya mwisho kama tunavyoziona, moja inaitwa end na nyingine inaitwa current. Kwa hiyo ni zoezi jepesi sana. Twende tukatazame maana ya halisi ya hizi function. Kwa hiyo tukija hapa unaweza kutazama, utaweza kuona kwamba ya kwanza inaitwa end function. Tunasema kama ni function ambayo inatuwezesha kuweza kupoint au kufikia data ya mwisho katika array, lakini pia inaweza kutusaidia kutumia sehemu ya string ambayo ishabadilishwa kuwa katika array. Kwa kifupi, kwa ajili ya array, lakini kwa data ambayo ni ya mwisho katika orodha za data zilizo katika array. Twende kuangalia katika code ikoje. Nikija hapa nikasema kwa mfano nikatengeneza array yangu nikaita family member na humu ndani naweza kusema array, naweka mabano humu ndani, naweza nikaweka labda brk, alafu kisha nitaweka labda Bruno Sablon, alafu hapa nitaweza kuweka Don, nitaweza kuweka Salo, na hii nitaweza kuweka twin brk, alafu hapa tutaweza kuweka twin na tutaweza kuandika mission. Basi baada hapa nitakachokifanya nitakwenda nita echo, labda tuipe jina, tuseme tuta echo, tuiite, itakuwa tuseme ni end function, end sawa, end data, na hapo tutaenda tuweka combination, tutaweza kuiweka, tutaweka hiyo end yetu, tutaweka end function yetu, na hapa tutaweza kusema tutaichukua hii array tunayokusudia, tutaweza kuweka huko ndani na tutaenda kwenda kurun kusave, ili hii situchanganye, kwa tuitoe kwanza. Kwa hiyo nikisave na nikarun, utaweza kuona nini kinatokea. Kwa hiyo inatokea mishale ya mwisho katika array yetu ambayo ndio hii. Na nikifuta kwa mfano nika save kisha nikarun, utaweza kuona inachukua, bado itaendelea kuchukua ya mwisho ambayo ni twin. Kwa kazi ya hii end kama kawaida kwamba inachukua data ya mwisho katika array. Kwa hiyo limeeleweka. Nitakachokifanya hapa, twende tutengeneze nani nyingine hapa chini kwa ajili ya current. Tuone current nayo inasemaje. Tukija kwenye nani yetu hapa, utaweza kuona kwamba current ni function inatusaidia kuweza kutumia first part of an array, data ya mwanzo katika array, lakini pia inaweza kutusaidia kutumia data katika string ambayo ilikwisha badilishwa kwa msaada wa function fulani ambayo tutakuja kuziangalia huko mbeleni. Kwa hiyo tukija kwenye kodi hapa, tutakachokifanya ni kwamba tutumie hii paste hapa. Tutakachokifanya hapa, nitabadilisha hii niite current. Nikisave na nikarani, itakuja kutupa data ya mwanzo. Kwa hiyo nikienda nikarani, itanipa data ya mwanzo, na nikifuta kwa mfano na nikasave kisha nikarani, tena kuchukua inayofuata, kwa sababu kwa sasa hivi Brun ndio ambayo imekuwa ni ya mwanzo. Kwa hiyo utaweza kuona kwamba current na end ni vinafanya kazi kinyume, ni mbadala nyingine, kwamba hii inafanya kazi kwa nani ya mwanzo na hii nyingine inafanya kwa upande wa current kwa sababu ya mwanzo, end kwa sababu ya mwisho, data ya mwisho katika array. Sawa. Kwa hiyo unaweza ukafanya zoezi, ni muhimu sana. Tunaweza kuangalia kwa mbele katika baadhi ya project tutakwenda kuzifanya kwa mbele, tutaweza kuona umuhimu wake na itaweza kutusaidia. Kwa mfano tutaenda kufanya project kama ya kuupload data, tutaweza kuona umuhimu wake.
kama unavyoweza kuona. Najaribu kuonyesha hapo utofauti wake. Sema hii ni first data. Kwa ukisave na kutaalamu tutaweza kuona tofauti yake, lakini pia tunaweza tuka break line. Kwa utaweza kuona kinyume chake kwa wepesi hapa. Kwa utaweza kuona Rust data imekuwa ni twin katika ile nani yetu katika array ya kwanza, sawa, na katika array ya pili utaweza kuona kwamba data yetu imekuwa ni brown. Kwa hii ni end na hii ni current kama unaweza kuona. Kwa current data, end data. Kwa hiyo end inaenda kuwa kwa kinyume cha current, lakini current inakuwa kinyume cha end, ambapo current inasimama katika data ya mwisho na current inasimama katika data ya mwanzo na end inasimama katika data ya mwisho. Kwa somo hili limeleka njepesi, na unaweza kuona njepesi ukasema labda si ya msingi sana, lakini huko mbeleni ni kwamba utakapoenda kufanya baadhi ya project utaanza kuona kwamba unazihitaji, kwa sababu kuna baadhi ya data ambazo zinaweza zikahitaji kugawanywa ili uweze kuchukua sehemu yake. Kwa mfano labda unataka kuchukua, unaangalia document ambayo imeandikwa labda PDF, labda baraka.pdf, lakini unataka kuhakiki kama ni PDF. Katika kupitisha data zako kwenye kuhakiki kwenye PHP utaweza kuiseparate kwa kutumia baadhi ya function, na pia utaenda kutumia function nyingine ambayo ni end iweze kusaidia, au current. Kwa hiyo huko mbele tutakwenda kuangalia umuhimu wake zaidi. Kwa hiyo huu ni msingi katika hatua ambayo inafuata katika video itakayofuata ya PHP, ambapo tutaenda kuangalia explode na implode function ambazo zitakuja kushirikiana na hizi ambazo tumejifunza kwa sasa. Kwa hiyo kama unavyoweza kuona ni kama hivyo tafsiri zake, unaweza ukaendelea kuzipitia, lakini usiache kufanya mazoezi. Kwa nasema mazoezi ni au kurudia, repetition ni mwalimu mzuri, kurudia experience ni mwalimu mzuri. Unapozidi kurudia mara kwa mara inaweza kukaa kichwani. Ni nyepesi na inaeleweka kama unavyoweza kuona hapo. Nachokuomba ndio ni kwamba, nashukuru kwanza umeweza kutazama video yote hii. Nachokuomba ni kwamba uweze kulike, kucomment, kushare video hii wengine waweze kupata maarifa, lakini kama usha usisahau kubofya notification kama ulikuwa hujafanya hivyo, na wewe ambaye bado huja subscribe ni kuomba uweze kusubscribe. Asante sana na tukutane katika video itakayo